Kuna watu watatu ambao wamepangwa kuangamizwa. We were not supposed to divulge any information. Huyo ni mtu akwenda nyumbani akipitia jela. Haya yamechukua muda, mwisho yamefichuka. Jichopevu, those are people who are reporting whatever they can get. Enoro Ojode was just collateral damage. What is on my mind is between God and myself. It is reported the aircraft has gone down and we need to get there fast. Mwaka uliopita, baada ya runinga ya KTN kuangazia dawa za kulevya katika makala ya Jichopevu, paruanja la mihadarati, mengi yaliendelea kutendeka. Vitendo vilivyoonekana kuashiria wazi kuwa wauzaji wa dawa za kulevya walikuwa na uwezo juu ya uhai wa mwanadamu. Watu ambao mwa babangu sasa hivi wanadai watoto wao kama watalii, sisi tunakaa hivi. Lakini nashukuru Mungu amenifikisha hapa, niko class 7. Nikimaliza natakuwa mtu mkubwa, nataka kusaidia mandugu zangu, lakini kumbuka mtoto wetu mdogo ambaye anaitwa Shuraib. Nikikaa tu ananiambia babako wapi, nakumbuka tu nalia mimi yangu. Nao wanakaa wanadai watoto wao. Asanteni. Watu fulani wenye nia mbaya wanadaiwa kupanga njama ya kutekeleza mauaji ya wanahabari waliohusika na taarifa hizo. Kikosi cha polisi kwa jina la Eagle One chini ya maafisa watatu wa polisi wanaodaiwa kutumia majina ya Maina, Modhe na Karioki wanadaiwa kupokea simu kutoka kwa afisa mmoja mkuu wa polisi na kupewa amri ya kufanya hivyo. Kabla ya amri hiyo kutolewa, maafisa hao walifanya mkutano wa kisiri na kuandaa njama za kukabiliana nasi. Wote waliokuwa kwenye mkutano huo waliafikiana kutuangamiza na kufanya mauaji yetu yaonekane kama ajali au wizi wa kawaida. Mimi nilikuwa nimepangiwa kuuawa katika barabara ya Waiyaki karibu na mzunguko wa museum, naye mwenzangu Denison Sarigo vile akipangiwa kufanyiwa hivyo akielekea kwake. Huku hayo yakijiri, tarehe 6 Mei mwaka uliopita mjini Mombasa, aliyekuwa mbunge wa Makadara Gideon Mbuvi almaarufu Mike Sonko naye pia alipasua mbarika na kumwaga mtama kuhusiana na tuhuma za mauaji dhidi yetu. Kuna watu watatu ambao wamepangwa kuangamizwa na niko tayari kuandika taarifa. Mimi sijakoa midio ati nitatoroka India. Mtu wa kwanza amepangiwa kuoa, anaitwa Muhammad Ali wa Jichopevu. Amepangiwa kuoa ni Sonko. Kwa hivyo mtu wa tatu ni Maina Njenga. Na kama mwataka niandike taarifa, OCS pigia PPO. Kilichofuatia ni Sonko kukamatwa na kutakiwa kuandikisha taarifa na polisi mkoani Pwani. Matamshi ya Sonko yalionekana kuzima moto licha ya polisi kushindwa kuelezea uchunguzi wao dhidi ya matamshi hayo.
Taarifa zetu za ndugu wawili wa Kiarmenia zilikuwa zimewafanya baadhi ya watu fulani mashuhuri ndani ya idara za kiusalama kuwa na wasiwasi. Watu hao wanadaiwa kutafuta kila aina ya njia ya kuwafanya Wakenya kuzisahau taarifa hizo zilizokuwa na uzito mkubwa mno. Inakisiwa kuwa mlipuko wa bomu ya mbolea katika barabara ya Moi Avenue ilikuwa mojawapo ya mbinu hizo. Bomu iliyoonekana kama ya kuwapumbaza Wakenya na kuwafanya wao kusahau kuhusu makala ya Paruwanja la mihadarati iliyoangazia ndugu wawili wa Kiarmenia na wahusika kadhaa ndani ya ikulu ya Nairobi. Uchunguzi wa polisi kuhusu mlipuko huo uliishia kuwa butu pasi na wao kuwaeleza ukweli wa Kenya kuhusiana na mashambulizi hayo. Tarehe 29 mwezi wa 6, baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya humu nchini ilirekodi taarifa za kuuawa kwangu. Duru zinatuarifu kuwa shirika la taifa la ujasusi la NSIS ndilo lililokuwa likieneza propaganda hizo finyu, kuona iwapo Wakenya watazua fujo au kulizungumzia swala hilo, kwa lugha ya Kimombo testing the water. Kadri siku zilivyokuwa zikisonga, njama zaidi zilifuatia, ikiwemo tuhuma ya wizi wa simu dhidi yangu, tuhuma ambazo zingenilazimu kufungwa jela miaka 3, tuhuma ambazo zilikuwa zikiongozwa na afisa wa polisi wa kituo cha Central hapa Nairobi kwa jina la Abdirahman Omar. Kutokana na taarifa za hapo awali kuhusu mauaji dhidi yetu, tuliamua kukimbilia taifa la Norway kutafuta hifadhi. Nchini Norway, taarifa kutuhusu ziligonga vichwa vya habari, huku magazeti ya taifa hilo yakiangazia masaibu yetu. Nchini Kenya, taarifa zetu zilizua mjadala bungeni, huku wabunge wakitaka wahusika kuchukuliwa hatua za kisheria, nao watetezi wa haki za binadamu wakitoa ilani kwa serikali kuhusiana na hatima yetu. Wanahabari waliofanikisha kipindi hicho wameendelea kuzongwa na kutishiwa maisha yao, na tungelipenda kurejelea kuwa wanahabari hao, haki yao ya kuwa wanahabari imelindwa kikatiba, na yeyote yule anayejaribu pengine kukiuka haki hiyo ilivyotekelezwa na katiba anatenda hayo kinyume na sheria. Yote yaliyozungumza ni kweli, hakuna cha hivi wala vile. Sio msemaji wa serikali kusema ataishtaki KTN au polisi au nani. Tunawaambia msemaji wa polisi, haya yamechukua muda, mwisho yamefichuka. Kando na hayo, shirika la Standard Group kupitia barua hii lilimtaka mkurugenzi wa CID Ndegwa Muhoro na mkuu wa sheria Githu Muigai kuingilia kati swala hilo na kuhakikisha usalama wa wanahabari husika. Huku hayo yakijiri, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Profesa George Saitoti na naibu wake Oro Ojode walijipata kubanwa. Today on KTN we have a program Chicho Pevu which is being streamed immediately after news, and we have seen cases being taken on step-by-step account of what has been happening, where we have lost officers like Rastas Jamarei, who today we are now being told exactly step by step on exactly what happened. Are you telling us that then we have to wait for Chicho Pevu to give us the account of day to day of what happened when we had these allegations? Could the minister tell us what he is doing
about police reforms and about moving the officers at the coast, majority of whom are compromised by the drug cartels. I want to assure my colleagues that the government is in full control. Full control. Is the minister in order to stand up and tell us the government is in control without telling us in control of what? In control of the drug cartels or in control of what? The narcotics unit, Madam Speaker, are doing a commendable job, and sooner we will come up with the names of those who are involved in the drugs. Ngoma ilizidi kupigwa huku serikali ikionekana kulemewa na taarifa zetu. Wizara ya usalama wa ndani ilionekana kutii amri, na hapa ndipo ngoma kadhaa zilianza kuchezwa. Ngoma ya kwanza ilikuwa ya kumleta mshukiwa nambari 1 wa ulanguzi wa dawa za kulevya za cocaine zilizonaswa mjini Malindi na Nairobi, George Kiragu, aliye sasa chini ya himaya ya serikali ya Marekani huko Maryland, na anayeonekana kuwa kiungo muhimu mwenye ushahidi dhidi ya walanguzi wa dawa za kulevya nchini Kenya. Kupitia afisi ya mkuu wa sheria Githu Muigai, kiongozi mkuu wa mashtaka Keriako Tobiko, katika barua hii ya kisiri alimwandikia barua mkuu wa sheria wa Marekani akimtaka mwasilishe mshukiwa huyo kwa lengo la kuwasaidia kutaja walanguzi wakuu na wahusika wengine, huku akiahidi kuwa George Kiragu atahukumiwa kisheria na wala sio katika misingi ya kisiasa. Hatua hii ya serikali iliwafanya walanguzi na baadhi ya viongozi wakuu serikalini kuwa na hofu. Huku hayo yakijiri, Profesa George Kinobia Saitoti alitoa ombi la kupewa siku 10 awataje walanguzi na wahusika wakuu, kinyume na taarifa za hapo awali zilizowataja wabunge 4 na mfanyabiashara mmoja mashuhuri. It is an interim report. This is the position. And like I have said in my statement, the final report is going to take quite a while. Kabla ya siku hizo 10 kutimia, Saitoti anadaiwa kupendekeza mwanasiasa mkereketwa Mary Wamboi na mwanawe Winnie Wangoi waandikishe taarifa upya na polisi kuhusiana na sakata hiyo ya dawa za kulevya na uhusiano wao na ndugu wawili wa Kiarmenia. Hapa ndipo mambo yanadaiwa kuanza kwenda shagala bagala. Duru zinatuarifu kuwa afisa mmoja mkuu wa usalama katika jumba la Harambee alipinga hatua hiyo ya Saitoti. Licha ya kudaiwa kuzungumza na Saitoti, George Saitoti anakisiwa kudinda na kushikilia msimamo wake wa wawili hao kuhojiwa na polisi. Juhudi zetu za kuzungumza na Mary Wamboi ziliambulia patupu. Kupitia mahojiano na vyombo vingine vya habari, Mary Wamboi alipinga kuwahi kuhusika na biashara hiyo haramu ya dawa za kulevya. Some media reports say that you're involved in drug business, things like that. What do you say about that? What I want Kenyans to know, I have never gone beyond farming, doing any other. I don't have ever opened a shop. I used to sell my milk, my tea, the other business about the drug. I have never been taking alcohol. So I don't know why they are talking about the drug. And that is something the Kenyans must know. I have never dealt with that thing. Wherever they got those gossip, because I say it's a gossip. And I think the government have got big heart to know who are selling those drugs, to know who are those involved with these drugs. Instead of saying the people who have never done that thing. I have been a teacher, so I don't know about all those things they are talking about. Huku siku zikizidi kuyoyoma, siku 5 kabla ya majina ya walanguzi wakuu kutajwa bungeni, Saitoti alikutana na raia wawili wa Marekani. On Friday morning, we had an appointment at 8 o'clock
with Ambassador Johnny Carson, Assistant Secretary of State for African Affairs, who was accompanied by Ambassador Scott Grisham, the American ambassador to Kenya. They came in at 8 o'clock, and we first had a brief tete-a-tete session inside the office before we joined the rest of the delegation that had come with them in the briefing room. I was not privy to the discussion, but I had the privilege of ushering them in and left them to discuss the things they had to discuss, because I had to rush to the airport to ensure that he was able to board the 9:45 flight. Jioni hiyo George Saitoti aliabiri ndege na kuelekea Mombasa kwa mkutano mkubwa uliowahusisha wabunge wote katika hoteli ya Continental Resort. Hoteli hii ilikuwa ndiyo malazi ya wabunge wote, na majina yao na vyumba vyao vya malazi vilikuwa tayari vimepangwa, huku kila mmoja akipewa chumba chake cha kulala. George Kenothia Saitoti alipewa chumba nambari 213. Kabla hata ya kuondoka na kuelekea Mombasa, Saitoti alifanya mabadiliko ya hoteli hiyo. Mabadiliko ya kukomboa chumba kingine katika hoteli ya Serena Mombasa, mkabala na hoteli ya Continental, ambapo wabunge wote walikuwa wakilala. Saitoti alionekana kuogopa au kujiepusha na jambo fulani. Chumba nambari 213 ndicho chumba alichokuwa ametengewa marehemu George Saitoti wakati wa kongamano ya wabunge. Lakini punde tu baada ya Rais Mwai Kibaki kuondoka, Saitoti pia aliondoka, huku funguo za chumba hiki ikisalia mikononi mwa mlinzi wake. Je, Saitoti alikuwa akihofia nini maishani? Hatua hii iliibua shauku kuhusiana na maisha ya kawaida ya Profesa George Saitoti, ambaye tangu atiliwe sumu aina ya cyanide kwenye kinywaji chake mwaka wa 1990 akiwa makamu wa rais, alikuwa ni mtu msiri mno. At the time when Uko was dying, there was no difference, was a different or a day. I was poisoned. And that's a fact. I was the vice president of the Republic of Kenya. Saitoti, kulingana na waliomfahamu, alihofia sana maisha yake, huku hata chakula chake cha kawaida kikipikwa chini ya uangalizi wa walinzi wake. Tabia hii ya kuwa mwangalifu ndiyo iliyomfanya hata kubadilisha malazi yake. Katika hoteli ya Continental, zamu ya Saitoti kuzungumza ilifika, na hii ndiyo iliyokuwa sauti yake ya mwisho kuwahi kunaswa na wanahabari. There is no doubt that Kenya stands on the brink of the most successful era in its history. But we must strike a cautionary note. If we allow the forces of darkness and prejudice to divide us again, if we descend into the depths of violence, as we did in the aftermath of the last elections, the world will give us no second chance. We'll have no excuse. The answer lies in our hands, in the hands of each and every Kenyan. Usiku huo Saitoti hakulala katika chumba chake, bali alimwachia mmoja wa mlinzi wake. Yeye alielekea katika hoteli jirani ya Serena na kulala huko. Saitoti room yake ilikuwa 213 na Saitoti hakulala hapo. Hiyo siwezi sema. Shauri alipokuja, bodyguards ndio walichukua funguo, waka countersign card yake, wakapeleka kifuko walichokuwa nacho, a small bag, wakaipeleka kwa room, then waka proceed na session ile kwa conference. So nyumba ya Saitoti usiku hakuna mtu ndani?
Saitoti hakula ndani hapa. Lakini nyumba kuna mwenye bodyguard mmoja ndio alitumia nyumba usiku. Yeah. Na Ojode? Ojode alikaa kwa nyumba yake 2, 3, 4. Yeah. Hiyo ndio alikuwa anakuja aka check in, mimi nimcheck in, akaniachia suitcase yake, akaniambia nimshikie mpaka amalize conference, atachukua baadaye small red briefcase. Nikakaa nayo akakuja na yule unajua Ojode alikuwa mtu wa jokes. Ule serikali tukamchukua kanisha bag, mimi ndio tulienda na yeye, nikampatia my head porter ampeleke kwa room after conference, na hapo ndio alikaa akarara hapo. Asubuhi akakuja na kulikuwa na changes alifanya kwa ndege yake. He did change the flight na guest relation wangu. Yeah. Na room ya Saitoti unasema ni askari wake walilala. Yes. Asubuhi alipo check out niliona huyo askari aliwaachia funguo ama ule askari hata funguo alienda nayo. Cause the normal procedure is akitoka anarudisha funguo kwa kashia ana check out. Yeye alitoka kwa nyumba express. Akaenda nayo hakurudi tena hata wale. Mwenzake Orwa Ojode baada ya mkutano huo alibaki akijivinjari na marafiki wa bunge wenza. Kwa majina ni Lucas Kanga. Kazi yangu hapa ni waiter. Jamaa huyu ndiye aliyepewa majukumu ya kumuuzia kinywaji chake. Orwa Ojode aliitisha kinywaji chake cha Jameson, huku wenzake wakijiburudisha na vinywaji vingine. Ojode walikuwa na Honorable Eugene Wamalwa ambaye alikuwa amekaa hapa, na ye mwenyewe alikuwa amekaa kwa hii kiti nimekalia, alafu na wengine wawili ambaye sikuwatambua vizuri. Mazungumzo yalikuwa vipi? Walikuwa watu wenye raha ama? Walikuwa kwenye raha, walikuwa wana raha sana, tena walikuwa wana joke wakiendelea na kinywaji yao. Walikaa hapa mpaka saa ngapi? Hapa walikaa mpaka kitu kama saa 7. Saa saba na nusu. Ndio walipotoka hapa wakaingia kwa night club. Yeah. Nilikuwa nao. Elezee nini ilitokea kiwapo? Tulipotoka hapa kwenda night club niliwatafutia mahali pa kukaa. Bado walikuwa wamekaa vile vile wanne vile walikuwa na mheshimiwa Eugene Wamalwa, mheshimiwa Muskari Kombo na yeye mwenyewe au wengine wawili ambao sikuwajua. Siku iliyofuatia George Saitoti aliondoka na kuelekea Nairobi, huku mwenzake Orwa Ojode naye pia akifanya hivyo. Ajabu ni kwamba Ojode hakutumia gari lake wala kuandamana na walinzi wake, ila alikodesha taksi ya mzee huyu, mzee ambaye alimpeleka hadi uwanja wa ndege wa Moi. Mimi nikiwa hapa kwa parking, pale kwa parking nilikuwa namba 1, nikaitiwa kazi ya vile tulikunafanya. Mimi nikaleta gari yangu hapa kwa mlangoni. Nikakuta gari nyingine ilikuwa mbele yangu. Sikubuki ni gari aina gani. Nikabeba mheshimiwa Ojode kumpeleka airport. Sikubuki nani aliniita. Mimi tukatoka hapa nikaniambia amechelewa. Nilijaribu kukimbia sana mpaka airport. Kufika airport, manake tulikuwa tunalipwa na hoteli, nilimwambia tu aniandikie jina kwa risiti book. Alikuwa peke yake. Simu silikuwa anapiga simu na anapiga. Na nakumbuka kama ndiye alipiga simu niida nyumbani akiwa kwa gari. Lakini sikuwa na mambo ya kusema yake, saa hiyo ndio nilikuwa na concession ya kuendesha gari. Alikuwa na gari yake? Gari yake ndiye nilikuja kusikia ile gari kwa hapa ilikuwa ni yake. After kumpeleka gari hiyo akapea mwenzake sijui ni nani impeleke town, kisha yeye ndio akaamua kwenda na taxi.
Siku iliyofuatia Jumapili tarehe 10 Juni, siku mbili kabla ya Saitoti kutoa taarifa rasmi bungeni kuhusu walanguzi wa dawa za kulevya, George Saitoti alikuwa andamane na Oro Ojode kwa harambee ya kanisa moja huko Ndhiwa. Mjini Ndhiwa, waumini walikuwa wamejitayarisha vilivyo, huku viti vyao vikiwekwa tayari. Ojode, kando na kuwa makamu wake, alikuwa rafiki mkubwa wa Saitoti, pamoja na aliyekuwa mbunge wa Starehe Maina Kamanda, Jimmy Wanjige na James Agre Orengo. Inakisiwa kuwa George Saitoti aliwasili katika uwanja wa Wilson takriban mwendo wa saa 2 za asubuhi, huku akimsubiri mwenzake Orwa Ojode. Katika kipindi cha nusu saa hivi, Saitoti alionekana katika eneo hili la watu mashuhuri akizungumza na naibu waziri wa mambo ya kigeni barani Afrika, Johnny Carson, ambaye alikuwa akielekea Somalia. Duru zinatuarifu kuwa serikali ya Marekani ilimtaka Saitoti awataje bila huruma walanguzi wakuu, na iwapo watafanya hivyo, serikali ya Marekani ingelisimama nyuma yake katika azma yake ya kuwania kiti cha urais. Saitoti alionekana kama chaguo bora kwa Marekani, kwani tayari alikuwa na ushawishi mkubwa ndani ya chama cha PNU, kando na kuwa mwenyekiti wa chama hicho. Alikuwa pia kiungo muhimu na shahidi katika mahakama ya kitaifa ya Uholanzi huko Hague. Licha ya juhudi zake za kampeni na mali yake, wachache walimuona kama kutofaulu. He's never in the office, Mr. Speaker, because I understand, Mr. Speaker, he imagines that he can be the president of this country. He is busy campaigning, Mr. Speaker. Muda mfupi baada ya mazungumzo yao kukamilika, Oro Ojode aliwasili na gari hili bila ya walinzi. Gari lake Ashok Rubshisha, ambaye anatajwa kama rafiki wa karibu wa Orwa Ojode. Wasilokuwa wakijua ni kwamba usiku wa kuamkia siku ya safari, ratiba ya marubani ilibadilishwa. Awali, Saitoti alikuwa safiri na marubani wakuu wakiongozwa na kamanda wa ndege za polisi, Kanali Rogers Mbidhi, pamoja na Kapteni Joseph Kuto. Marubani Nancy Gituanja na Luke Oyugi kupitia njia ya simu nyakati za usiku, wakiwa wanajiburudisha katika baa hii ya Dambusters iliyoko mkabala na uwanja huo wa ndege, walitakiwa kuchukua nafasi zao na kusafiri na waziri Saitoti. Marafiki wao wa karibu wanadai kuwa hatua hiyo iliwakasirisha mno. Siku ya pili, takriban mwendo wa saa 2 na dakika 38, helikopta ya polisi aina ya Eurocopter nambari ya usajili AS 350 B3, baada ya kugurumishwa, ilipewa ruhusa ya kupaa na waelekezi wa ndege katika jumba hili. Good morning, Falcon 230. Falcon 230, go ahead. We are ready to lift off. Seats on board 3¼ hours. Destination, Lyon. Falcon 230 surface fuel is coming. Clear lift with a left turn out. Clear lift, left, turn on Falcon 230. Muda mfupi baadaye, ndege hiyo iliondoka katika uwanja wa Wilson na kupaa angani futi 6,300. Falcon Airborne 32, next report zone out. Next zone, Falcon 230. Waliokuwa ndani ni marubani Nancy Gituanja na Luke Oyugi, Oro Ojode, George Saitoti, walinzi Inspekta wa polisi Joshua Tonkei na Thomas Morimi. Tower Falcon 230 will be checking zone out in 3 next 1 minute. Falcon 230 118
118.5. Center 118.5. Good day, sir. Good day. Baada ya dakika kama 7 hivi, helikopta hiyo ilipita mpaka wa uwanja wa Wilson, kwa lugha ya Kimombo zone boundary. Kufikia hapa, mawasiliano yao yalikuwa yakipokelewa na wahudumu katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Wahudumu ambao walianza mazungumzo na marubani hao. Ishara zote zilikuwa zikionyesha usafiri mufti wa ndege hiyo iliyokuwa ikipaa angani kilomita 203 kwa saa na hali tulivu ya anga. Hapa jambo la kustaajabisha lilijiri. Helikopta iliyokuwa ikionekana kwa mitambo ya kompyuta ya polisi ilionekana kusimama katika chumba cha waelekezi wa uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Kupitia mawasiliano ya redio, marubani wa helikopta hiyo walishindwa kusema na wenzao, huku wakisikika wakisafisha koo mara 2 mtawalia pasi na kusema lolote. Kisha ndege hiyo ilionekana ikitaka kurudi katika uwanja wa Wilson kabla ya kupiga kona tena. Kwa wakati huu wote, marubani hao hawakubonyeza kidude hichi chekundu cha kuitisha usaidizi wa dharura. Katika kipindi cha dakika kama 3 hivi, ndege hiyo ilianguka na kulipuka. Hizi ndizo zilizokuwa picha za kipekee za ajali hiyo. Walioshuhudia katika picha hizi za kipekee walitamaushwa na walichokiona. Guys, ni moto. Yeni akiriwe. Sio mwe. Bea. Kai Java. Waini. Wale alikuwa anajaribu kuruka ule. Ndio kwa pale alikuwa anajaribu kuruka, hajaungua sana. So. Yeni, wewe ukiha, nole ukina kule. Cái ô nia cô gì đấy. Falcon 220, stand by. Departure. It is reported the aircraft has gone down and reached the area fast.
confirm details of, correction, the point where the aircraft crashed. We understand it is Kibiko area. We're trying to, we'll give you the details when we get there. Roger? Baada ya muda mfupi wote waliokuwa ndani walijulikana. George Kinuthia Saitoti na Orwa Ojode walitangazwa rasmi wamefariki. George Saitoti's death leaves a significant gap in Kenyan politics. Professor George Saitoti left this residence in Davidon Green at 7:30 a.m., expected back by his security guards by 6:30 p.m. But that was never to be, as he perished together with his deputy, Orwa Ojode, in a grisly air crash. Viongozi mbalimbali walionekana kufika mahala hapo. Miongoni mwao aliyekuwa kamishna wa polisi Matthew Itere. Taifa nzima liligubikwa na majonzi, huku kila mmoja akijiuliza maswali. Saitoti was to be a key witness at the ICC, they say, having been the chairman of the ICC committee within Parliament as foreign minister. Number 2, he was leading the war against Al-Shabaab. And number 3, leading the war against the drug barons. And we saw the story about the drug barons the other day on television. Yeah. So my hunch is that the motive would lie, if it is an assassination, it would lie within these 3 reasons. And Orwa Ojode was just collateral damage. We have become a narco state. That's what we are. And unfortunately, as we saw in the Chicho Pevu story, this leads to places you don't even want to think about. That's the source from which it streams and the source to which that story led. And if Saitoti was going to present this report to Parliament, then who knows? Although if the report is within the ministry itself, it can still be presented without him being there. The memory does exist. But Saitoti was the kind of guy who you were not going to compromise with drug money if you are a drug dealer, because he was already a wealthy fellow. But if you had a peasant from some rural place somewhere as Minister for Internal Security, you give him a bag of money, he forgets the story. But Saitoti is the kind of guy you will not compromise. And so he probably became a complication for the drug barons. Kabla ya kifo chake, marehemu George Saitoti alikuwa awasilishe ripoti maksusi kuhusiana na ndugu wawili wa Kiarmenia, Atur Magarian na Atur Sagarsian, kando na kuwa kiungo muhimu na shahidi katika mahakama ya ICC. Na kama alivyobashiri ya kwamba yote yaliyokuwa akilini mwake ilikuwa kati yake na Mwenyezi Mungu, safari ya George Saitoti na mwenzake ilifikia kikomo hapa. Madai ya kuuawa kwa Saitoti ilisikika vinywani mwa Wakenya, huku idadi kubwa ikipinga ajali hiyo. Huku Wakenya wakiomboleza na Rais Mwai Kibaki kutoa amri ya kubuniwa kwa tume ya kuchunguza ajali hiyo, watu fulani walianza kucheza karata zao. Karata ya kwanza ilikuwa ya kupora mali ya marehemu George Saitoti. Vitu kadhaa vilikosekana, miongoni mwazo saa ya Saitoti, simu ya rununu na pesa zilizokuwa katika mkoba wake. Karata ya pili ilikuwa ya kuondoa miili hiyo mahala hapo mara moja, basi na kufuata kanuni za kutafuta ushahidi. Kimsingi, miili hiyo ingeliachwa hapo usiku mzima, huku wataalamu husika wakipiga kambi hapo kukagua kila aina ya ushahidi hadi siku ya pili pale miili hiyo ingeliondolewa. Karata ya tatu ilikuwa ya kuachilia Wakenya waliokuwa wakisombana katika eneo hilo la ajali kufika mahala hapo
na kukanyaga ushahidi wote. Karata ya 4 ilikuwa ya kuacha ndege hiyo kukaa hapo kwa siku 14 mtawalia, huku ikinyeshewa katika kile kilichoonekana kama njama dhidi ya ushahidi kupatikana. Huku tume iliyobuniwa ikiendelea na kazi yake, tuliamua kufunga safari na kuelekea Afrika Kusini kutafuta ukweli wa mambo. Uchunguzi wetu na mwenzangu John Allan Namu ulianzia hapa katika uwanja wa Grand Airport, mahala ambapo helikopta iliyomuua Saitoti ilipokelewa kutoka Ufaransa. Niko hapa katika uwanja mdogo wa ndege wa Grand Central Airport, Afrika Kusini, makao makuu ya ndege za Eurocopter, ndege iliyosababisha mauaji ya waziri wa usalama wa ndani Profesa George Saitoti, Orwa Ojode, walinzi na marubani. Na hii leo niko hapa kutaka kutafuta utata mzima unaozingira ajali mbaya ya ndege iliyowahi kutokea huko Kenya tarehe 10 Juni mwaka huu. Ndani ya afisi zao, kila mhudumu alionekana kuwa makini na kupima matamshi yao, huku akituzuia kupiga picha. Have you filmed anything inside? Yeah, I've taken 2 cutaways of this stuff. That's right. And I'm waiting for. You haven't physically filmed anything on the. No, I'm waiting for permission. This lady told me that I can't, and I must wait. Okay. All right. So just to be clear, because I understand you've been through to logistics and you've been in the facilities. Is that true, Precious, that they've been through this door? Licha hata ya sisi kujitambulisha na kuzungumza na afisa wa uhusiano mwema, wote walionekana kudinda kutupa majibu makususi kuhusiana na ripoti ya ndege hiyo. Mazungumzo yetu yaliishia kwa kupewa ahadi finyu ya kuwasiliana nasi, lakini hadi wa leo kampuni ya Eurocopter kutoka Afrika Kusini haijafanya hivyo. Hatukuvunjika moyo, bali tulielekea na kumtafuta daktari mwingine mtaalamu wa upasuaji aliyehusishwa katika uchunguzi huo, Bwana Robert Ngube, raia wa Tanzania. Daktari ambaye tuliafikiana kukutana katika hoteli hii ya Orion Devonshire. Niko hapa katika hoteli ya Devonshire, Johannesburg, Afrika Kusini, mahala ambapo tunatarajia kukutana na daktari wa upasuaji Robert Ngube. Hapa ilitulazimu kutumia kamera za siri na kujaribu kunasa mazungumzo yake kuhusiana na swala nzima la vifo vya Saitoti na wenzake. Robert Ngube alionekana kupima matamshi yake, huku akisema kuwa yeye ni mtu na familia na hangelipenda kuingilia masuala ya serikali ya taifa nyingine kinyume na kazi aliyopewa. Matamshi yake yalifanya tuhisi kuwepo kwa mambo mengi yaliyofichika. Hapa tuliamua kuabiri ndege na kurudi nchini Kenya, huku tukijitayarisha vilivyo kupenyeza na kupata tuliohisi kama ya kufichika. Miezi 5 baadaye, huku tukiwa mbioni na uchunguzi wetu, simu iliyoibiwa ya Saitoti ilipatikana. Simu hiyo ilikuwa chini ya afisa mmoja wa polisi wa utawala kwa jina la Evans Kiprotich, nambari ya usajili 200902047. Afisa mkimbiaji na aliyekuwa akifanya mazoezi yake katika kambi hii ya maafisa wa utawala ya Kibiku hapa Ngong. Baada ya vyombo vya habari kuchapisha taarifa hizo, afisa huyo alitakiwa kuandikisha taarifa katika makao makuu ya CID iliyo chini ya uongozi wa Ndegwa Muhoro. Baadhi ya maafisa wakuu katika makao makuu ya CID walianza kuwapotosha waandishi wa habari waliokuwa wakiuliza maswali nyeti
kuhusiana na simu yake marehemu George Saitoti. Duru zinatuarifu kuwa maafisa wapelelezi wa kesi hiyo waliondolewa mara moja kuendelea na uchunguzi huo, huku afisi inaongozwa na afisi ya afisa mkuu wa uchunguzi wa CID Mohamed Amin ikipewa majukumu hayo. Hadi wa leo hamna lolote kuhusiana na taarifa hizo za simu ya marehemu George Saitoti. Badala yake, kitengo cha CID kilianza propaganda finyu ya kuwakanganya waandishi wa habari. Propaganda ya kwanza ilidai kuwa afisa huyo alikuwa akifanya kazi katika kambi ya polisi wa utawala huko Machakos. Bila kupoteza wakati, tuliamua kucheza ngoma nao. Tuliamua kuzama nao mzima na kuelekea hadi Machakos, mahala ambapo afisa mkuu mshikilizi msimamizi wa kambi hiyo alipasua mbarika na kusema kuwa afisa huyo si wa kambi yake na alichokifanya ni kinyume na sheria. Anaitwa Evans Kiprotich. Ofisa wa wapi? Ofisa ya Matungulu. Mlipoambiwa kwamba kuna afisa mmoja wa AP alipatikana na simu ya marehemu Saitoti, ni hatua gani mlichukua? Kwanza tulianza kuuliza huu ofisa ni wa wapi? Tukajua huu ofisa ni wa Matungulu. Si vile ilikuwa imedaiwa juu ya magazeti na waandishi wa habari ya kwamba ni ofisa wa Machakos, lakini wanaweza kuwa hawajui kuna utofauti ya district na county. Hatuwalaumu kwa sababu hiyo, lakini wakati tulifanya uchunguzi zaidi tukaiona kweli ofisa iko katika county ya Machakos lakini si wilaya ya Machakos. Na tulipojaribu kuuliza tukaambiwa kwa wakati huu hayuko, ameenda mazoezi kwa mahali anafanyia mazoezi. Mahali anafanyia mazoezi sisi hatujui haswa kabisa kambi lake ni wapi. Naweza kuwa nasikia kuna kambi nyingine iko Gong, nasikia kuna kambi zingine ziko Eldoret, nyingine nasikia iko Iten. Sikujua sasa ako pande gani. Na tulipojaribu kutafuta na simu yake huwa wakati wote ni mteja kwetu. Na hayo jambo nikaambia ile ofisi wake ambapo ni district wake aeleze ama aandike habari kamili kwa ofisi ya mkuu wa mkoa, ili ofisi hiyo nao atume hiyo habari mpaka headquarters wachukue jukumu la mwisho kutoka huko. Hapa tulibaini wazi kuwa afisa huyo alikuwa akihudumu katika kambi ya Matungulu na wala sio Machakos. Polisi walionekana kujitetea eti wameshindwa kumfikia. Afisa kama huyo akipatikana na kosa kama hilo, ni hatua gani za kisheria anafaa kuchukuliwa? Afisa kama hiyo akipatikana na kosa kama hiyo ni kufutwa akienda kotini. Jambo la kwanza, yeye ni mlinda salama. Hiyo ni watu walipatwa na janga. Kwa hivyo ni kuonyesha pengine alikuwa anafurahia hiyo janga ya Wakenya kuteketea. Kama si hivyo hange ilibeba hiyo simu, hata angeliwacha hiyo simu, hata kama angeshinda kuwaokoa. Lakini kwa vile amejihusisha na simu ya yule mmoja ambapo amefariki, huyo hana roho ya ubinadamu, si hana roho ya utaifa. Atatumikia nani ndo muache? Huyo ni mtu akwenda nyumbani akipitia jela. Licha ya matamshi ya polisi eti Evans Kiprotich hapatikani, tulibaini wazi kuwa Evans Kiprotich alikuwa akihudumu katika kambi ya mazoezi ya polisi wa utawala hapa Kibiku, hatua chache na mahala ambapo ndege iliyowaua kina Saitoti ilianguka. Evans Kiprotich, kando na kutochukuliwa hatua za kisheria, alitumia simu hiyo tangu kufariki kwa Saitoti kuwapigia watu fulani, kando na kuzisoma jumbe za marehemu, huku akidaiwa kuripoti matukio hayo yote kwa katibu mkuu wa utumishi wa umma Francis Kimemia.
Chapa hii tuliyoipata kwa njia ya kisiri kutoka makao makuu ya CID inaonyesha wazi kuwa Evans Kiprotich alikuwa akizungumza na kupokea simu za marehemu George Kinuthia Saitoti. Jicho pevu ina stakabadhi zote za mawasiliano kati ya afisa huyo na watu wengine. Kutafuta majibu ya tetesi kumuhusu Francis Kimemia, tulimwandikia barua na kutaka uwazi wa swala hili nyeti kwa kumuuliza iwapo alihusika kwa njia yoyote ile. Licha ya kuwekwa chini ya ulinzi mkali, tulifaulu kupiga picha za kuonyesha wazi tuliwapelekea barua hizo. Yeah, we'd like a copy of the receipt stamp. Hi, how are you? So you're sure you can't give us a delivery note or something like that? All right. No, I'm not taking a picture. All right. It has arrived. Okay. Wa pili kumwandikia barua kupitia afisi ya Inspector General mpya wa polisi ni aliyekuwa kamishna wa polisi Matthew Tere, ambaye idara yake licha ya hata kumpoteza mkubwa wao ilionekana kusita kuanzisha uchunguzi. Yeah. Very urgent. Very urgent. Watatu ni mkurugenzi wa CID Ndegwa Muhoro, ambaye tulitaka pia aeleze kuhusu uchunguzi dhidi ya polisi aliyekamatwa na simu ya marehemu George Saitoti, kando na hatua za kisheria walizomchukulia. Wa nne ni mkurugenzi wa NSIS Michael Gishangi, ambaye kikosi chake kinatajwa kuhusika mno kuficha siri na kuwahadaa wachunguzi dhidi ya ajali hiyo ya ndege. Barua tuliyoiwasilisha katika makao makuu ya NSIS na kupokewa na kapteni huyu, ambaye alifanya kila njia kuhakikisha kuwa tuko chini ya ulinzi mkali, pasi na yeye kujua kuwa tayari tulikuwa tumemaliza ngoma ya kupiga picha. Hadi kufikia wa leo, barua zetu hazijajibiwa. Mingairi na hayo, huku zikiwa zimesalia siku chache kupeperushwa kwa taarifa hizi, Inspector Generali wa polisi David Kimayo hatimaye alitujibu na kusema kuwa afisa huyo alifikishwa katika mahakama ya Kiambu na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 30,000 baada ya kukubali mashtaka dhidi yake. Kando na hayo, katika barua hizo tulitaka kujua ni kwa nini afisa huyo hakuchukuliwa hatua za kisheria. Uchunguzi wao uliishia wapi? Kama ni kweli Francis Kimemia alihusika katika njia moja au nyingine, ni kwa nini Matthew Tere hakumakinika vilivyo kupitia idara ya polisi kufanya uchunguzi wa mkubwa wao? Hatimaye ni kwa nini Michael Gishangi anadaiwa kumtaka daktari mkuu wa upasuaji kuzuia baadhi ya ripoti ya upasuaji ya marehemu George Saitoti? Mingairi na hayo, baadhi ya wabunge kando na uchunguzi wetu walihisi kimya cha Matthew Tere na tabia zake wakati wa ajali hiyo zilikuwa ni za kutiliwa shauku. The question Kenyans are asking is, if today your boss was to have the kind of accident that happened to Honorable Saitoti and Honorable Jode, and you are the police commissioner and you arrive at the scene, and you leave without having secured the scene, and leave the vice president to answer questions when the person lying there, whose body has not even been collected, is your boss. Mr. Speaker, can the government consider suspending all the suspects mentioned
including the Commissioner of Police, the Air Traffic Controller who was on duty on that day, Mr. Speaker, and any other senior government officer to pave way for proper investigations to be conducted, Mr. Speaker. Katika majengo ya bunge, baadhi ya wabunge walipasua mbarika na kusema kuwa Saitoti aliuawa, huku wengine wakihisi kuwepo kwa njama ndani ya serikali. The question is this government working together or against each other? And back again we go to the question, was there a grand scheme within government to do away with our colleagues? The Minister for Transport set up an inquiry under the Civil Aviation Act to investigate the cause of the accident, but the investigators have been frustrated by the ministry by not providing the required assistance and facilitation. Mr. Speaker, as a frequent visitor around the areas where we exchange ideas amongst ourselves, there are some security officials who have no name, no uniform, and many visitors who hang around the area where we have tea, or even in the members club, Mr. Speaker. It would be good for us to clear the number of intelligence officers that hang around this parliament, and how we are supposed to be comfortable when we know that intelligence services are also sitting amongst us and continuously following us and tracking us, even within the precincts of this house, Mr. Speaker. Fair enough, that is a legitimate concern. From this communication, any persons of nondescript identity, if you point out us and whenever they appear, will be immediately removed from the precincts of Parliament. We have also further agreed, and it's apparent from the communication, that these rules apply with equal force to strangers who may be invited by honorable members of Parliament, inclusive of former members of Parliament. They are bound by these rules, and we will enforce them. Inadaiwa kuwa kila aliyetaka kujua mengi kuhusiana na kifo cha Saitoti alianza kupigwa msasa, huku simu za madaktari wa upasuaji, familia ya Saitoti na wanahabari husika zikianza kusikizwa na shirika la ujasusi la taifa la NSIS. Huku hayo yakijiri, taarifa za kutumika kwa gesi ya sumu aina ya carbon monoxide na cyanide ndani ya helikopta hiyo, gesi sawia na alotiliwa kwenye kinywaji chake miaka ya 90, zilianza kugonga vichwa vya habari, huku shirika la ujasusi wa taifa likionekana kuzuia baadhi ya taarifa nyeti zilizokusanywa na wapasuaji. Simu ilipigwa kutoka makao makuu ya shirika la ujasusi wa taifa wa daktari mkuu wa upasuaji Oduor Johansen. I, Dr. Amritpal Khalsi, do swear that the evidence I shall give before this commission touching on the matter in question shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. Amritpal Kaur Maina Khalsi, daktari mtaalamu wa masuala ya mifupa na meno, akiwa na wenzake wakiendelea na shughuli zao za kawaida katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee Finro, alipokea simu kutoka kwa daktari Oduor Johansen. Simu sio ya kawaida. Yesterday you mentioned about calls you received the day after postmortem. Do you remember that discussion? Yes. Would you want to share with us those calls and the concern by the callers? I was only called by our senior most colleague, Dr. Johansen Oduor, and he mentioned that we were not supposed to divulge any information, including photographs or the notes, or tell anybody about anything, and he had been given this information by NSIS. And did Dr. Oduor tell you why NSIS
had, so to speak, said that you people shouldn't talk to anybody. Did he disclose? Because he said that it was been picked by Dr. Aduor. Yes. But are you saying that whether he questioned why it was done? Yeah, I think that's a better way. Yeah. Did you ask Dr. Aduor why NSIS had given such a direction? I did not ask him. You didn't. Very well. Has that such a direction, have you been involved in other forensic postmortems in the past before this one? Yes, I have. Also with Dr. Aduor? Yes. Has such a similar phone conversation happened in the past? No. At that point in time, didn't you consider it's rather odd? You're being told. You must. I mean, you are medics. You have ethics. Didn't you consider it's rather odd to be told by another medic? Well, he's my senior colleague. He said he was given a directive. He handed down the directive. So the directive, we obeyed. Kando na NSIS kutaka kuzuia picha hizo, jicho pevu ilifanikiwa kuzipata picha hizo za kipekee na zilizokuwa zikionyesha kuwepo kwa rangi ya hudhurungi inayosababishwa na gesi ya carbon monoxide katika miili ya waliofariki. Gesi ambayo katika uchunguzi na ripoti nzima ya Daktari Oduor Johansen haikushirikishwa. Hata baada ya kubainika kuwepo kwa gesi ya carbon monoxide, daktari mkuu wa upasuaji hakuweka taarifa hizo katika ripoti yake kwa tume iliyokuwa ikichunguza ajali ya ndege hiyo. Jambo ambalo kulingana na wataalamu wa kupima damu kwa lugha ya Kimombo toxicology ni kinyume na taaluma hiyo. I would say that it has to be quite immediate, especially in a case where you're trying to investigate poisoning, because a lot of these chemicals or analytes do not linger. They're very transient. So, and if you know what you're looking for in the case of cyanide or carbon monoxide, you have to act very quickly because the physiological changes happen almost immediately. So I would say from crash site, pathology or autopsy has to be performed with great speed if you want to perform the toxicology analysis. In most cases, the most common form of inhalation poisoning is by carbon monoxide, because carbon monoxide would be present in any fire. So with the cyanide scenario, it's very specific. There has to be nitrogen-containing material. So you'd be looking at plastics, you'd be looking at clothing, some fabrics contain nitrogen. So that is very specific to cyanide poisoning. In terms of the effect upon death, they're very similar. You have cutoff of oxygen, you have the cyanide and the carbon monoxide compounds combining with oxygen in your bloodstream, which cuts off the oxygen supply. So the death is usually very rapid from either of those. In terms of the appearance, there's some similarities in the appearance of the tissue. I think you've had people talking about the cherry pink appearance of the tissue. They're very similar in both cases. The findings that are in those postmortems are as per your observation during that time? To a large extent, the information that is recorded is the true record of what we found, but we have a few missing details. Yes. Could you tell the commissioners what are these missing details that you may have observed which are not in the reports? I think to go step by step, yes. I'll start with the postmortem reports of the late Nancy Gitwanja. Honorable Judge and Commissioners, that is Exhibit 39A. From this postmortem examination, one of the key features that I realized is not documented was the reddish discoloration of mainly the internal organs, including muscle. Now we know that the postmortem report was done by Dr. Oduor. Yes, he's the one who finalized the report.
without blaming him, is everything else substantially correct what he has written, apart from the omission of the cherry pink? Yes. The injuries, are they correct? Yes, they were correct. Sorry, to repeat for purposes of my learned friend, we are now dealing with the post-mortem reports, the 6 Yes. post-mortem reports. Yes. They detail the injuries in respect to each Yes. person, isn't it? Mhm. Are those substantially correct? Yes, I have read through the reports and they are substantially correct. But again, with hindsight, it should have been better to write the cherry pink discoloration. Yes. The cherry pink discoloration then brings another angle to this matter, doesn't it? Yes, it does. With that angle plus all the photographs you have looked at, would you agree that this is just an aviation accident? Would you agree with those two words, just an aviation accident? Or would you leave it open? I think I'm not the right person to be able to make that conclusion. You can't make that conclusion. No, I can only say that the truth is of what I saw during the post-mortem. And yes, the cherry pink discoloration does bring in another angle. It brings another angle. Yes. So the conclusion, you are rather not comfortable with it. Is that my understanding? Yes. Mingairi na hayo jichopevu sasa imebaini kuwa daktari mkuu wa upasuaji Oduor Johansen alipendekeza marubani wawili pekee wafanyiwe upasuaji badala ya wote. Kutokana na mshinikizo wa daktari wa George Saitoti, ilibidi daktari huyo aongeze mwili wa Saitoti katika upasuaji huo. Orwa Ojode na walinzi wawili, inspekta wa polisi Joshua Tonkei na Thomas Murimi, hawakufanyiwa upasuaji. Kimsingi, wote waliohusika katika ajali hiyo wanafaa kufanyiwa uchunguzi kubaini chanzo cha kufa kwao. Je, ni kwa nini daktari mkuu Oduor Johansen alipuuzilia mbali miili hizo tatu? Na je, ni kwa nini aliunyamazisha ushahidi wa gesi ya aina ya carbon monoxide uwepo katika miili ya waliofariki? From your chemistry, a battery has sulfuric acid. Are you aware? Yes, I am. Fairly concentrated sulfuric acid, isn't it? Yes. If it were to catch fire, from your chemistry, what gases would be produced? Most likely you'll be producing sulfuric acid. Sulfuric acid. Gas. Sorry, sulfuric gas. Yeah. Sulfuric gas. That would be toxic. Yes. Would you know the effect if you are to inhale it? Most like, okay, I don't want to speculate. I would No, need to go and if read you up. know. If you don't know, it's okay. I'm guessing there'd be irritation of the mucosal membranes, even from the nose into the lungs and... But it could be traced if it was captured early, isn't it? If the post-mortem was done in a systematic manner, all those things could be erased, isn't it? Whether the inhalation, you talked about soot in the trachea, for example. Mm-hmm. Was any effort taken to get the soot particles for purposes of analysis? There was no such endeavor. The cherry pink discoloration, while as it is manifested and documented so, for cases of carbon monoxide inhalation, let's call it inhalation, we get off from what I was complaining about. It is also manifested in cyanide, isn't it? Isn't it the same or similar? Yes, I have read literature that says that cyanide poisoning can
produce that cherry pink discoloration. And of course, that is also a corrosive metal. The cyanide is a corrosive metal. You know that. Yes. And such corrosive metals could be found in many places, isn't it? That is my assumption. I'm not an expert on cyanide. Very well. Okay. So again, I'm not able to rule out which is which. I only have a mass of possibilities, isn't it? Yes. Poisoning would be effective within minutes. If we are to inhale cyanide from whatever source, the incapacitation is within minutes. That is my assumption, not my scientific, not something that I have. It's an assumption that I have. But from chemistry, you know that, don't you? I know that cyanide poisoning can cause incapacitation within minutes. I just don't know the exact minutes or... I am not pressing you to say exact, but it's within minutes. Yes. The same holds true for carbon monoxide, isn't it? Yes. Again, this depending on the quantity of the carbon monoxide. Yes. If it's very small quantity, it will take quite a lengthy period, but if the quantity is substantial, it would also take minutes. Yes. Now, you said in response to the question of cyanide, the poisoning by cyanide also causes the same effect of cherry pink, right? Yes, it has. And that can also be as a result of monoxide, carbon monoxide, right? Yes. Now, to find out whether that appearances of cherry pink was either by cyanide or by carbon monoxide, you have to test that particular part where the appearances were there, or you can do it from blood. I believe it's blood. You can do it also from blood and from the tissue. From the tissue also. Yes. But because, as you know, that the blood was taken only for two people, isn't it? Yes. And that particular appearance was from everybody. Now, you know very well that this particular appearance of cherry pink has not been mentioned in the post-mortem. Yes, it has but not. It is shown from the photos. Yes. Is there any other poisoning which can also create the same result, apart from cyanide or carbon monoxide? Not that I know of. I would have to that find would be out. only two poisoning which can result in these appearances. Yes. Tulimuuliza Daktari Sophie Mukhuna itachukua dakika ngapi kwa gesi ya carbon monoxide au cyanide kumuua mtu, na majibu yake yalikuwa haya. Depending on the concentration, it doesn't take very long. It could be out in 10 minutes. It could be unconscious, then leading to eventual death. So it's not a long process. Ajabu ni kwamba dakika alizozitaja ndizo zilitumika katika ajali ya ndege iliyomuua Saitoti na wenzake. Dakika 7 kupaa hadi mpaka wa uwanja wa Wilson na dakika 3 iliyosababisha ajali. Je, kuna uwezekano kuwa Saitoti aliuawa kwa gesi ya sumu pamoja na wenzake wakiwa angani? Je, kuna uwezekano kwamba rubani wa ndege hiyo alipumua gesi ya sumu na kufariki akiwa angani? Na je, huenda hii ndiyo sababu ya shirika la taifa la ujasusi kufanya juu chini kuzuia baadhi ya ushahidi? Katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee Funeral, mengi yalikuwa yakitendeka. Kulingana na wandani wetu ni kwamba chumba hicho kilikuwa chini ya himaya ya maafisa wa ujasusi wa polisi, na madaktari waliokuwa wakiendelea na kazi zao wanadaiwa kutotakiwa kujua mengi
au hata kuuliza maswali kila walipokuwa wakifanya upasuaji huo. Shirika la ujasusi wa taifa linaloongozwa na Michael Gishangi ndilo linadaiwa kudhibiti uchunguzi huo na kuwataka madaktari kutii amri na kusema kuwa hayo yalikuwa masuala ya serikali. There is no mention of cherry pink appearance on any of the post-mortem reports that are in front of you, is there? That is true. There is no such reference. When you look at the photographs that are in front of you, do you see a cherry pink appearance? Yes. Is it mentioned in the reports? It is not mentioned in the reports. Is there any evidence that you obtained by looking at the bodies, by studying them, using your knowledge, that there was the presence of cyanide? I'm not a cyanide expert, and you would need someone who is an expert in testing for cyanide. Does that mean that you did not, even if it was there, you would not have noticed it? Well, I can't see cyanide with my eyes. Yeah, but was there any indication of the presence of cyanide by the way the bodies were looking? Well, to me, they looked like they were mutilated, fragmented, and some were burnt beyond recognition, with accompanied by soil debris. In your own outfit, you have police in their own outfit, and unfortunately, there appears to be no way that you communicate. Would you agree with that assessment? I would agree. Have you ever seen the results from the government chemist, for example? The toxicological report, have you ever seen it? I have not. Before the lead assisting counsel showed you the DNA profile, had you ever seen it? No, I had not. And this is several months after you conducted the post-mortem. Yes, that is true. Do you know whether the blood that was taken is still retained? You understand that blood requires to be preserved in a certain way. Yes. So even if blood was taken and given to government chemists, would you know whether it's still available? Honestly, the samples of blood that were taken, I don't know about government chemists, but I remember Dr. Oduor mentioning that when he called government chemist, they said that the samples dried up. This blood had dried up? Yeah. This is something he made mention to on Monday in the morning. So going back to the judge's question, Yes. we have lost that opportunity in all probability. Yes. Once you lose the sample, it becomes very difficult. And the task then becomes on the shoulders of the commission to try and unravel something that scientific process could have directed us to a direct answer, isn't it? Yes. Linaloshangaza zaidi ni jinsi ushahidi muhimu wa gesi iliyopatikana katika miili ya waathiriwa ilitupiliwa mbali ndani ya ripoti hiyo. Disemba tarehe 7 mwaka wa 2011, helikopta aina ya Eurocopter AS350B iliwasili Kenya kutoka Afrika Kusini. Ndege hiyo tayari ilikuwa imetumia saa 200 au siku 8 kupitia mataifa ya Afrika Kusini, Mozambique, Tanzania na hatimaye Kenya. Jicho Pevu lilifanikiwa kupata kitabu cha huduma cha ndege hiyo ambacho kinasema kuwa ndege hiyo inafaa kufanyiwa uchunguzi kila baada ya saa 15 au 25 ama baada ya siku 7 au 14 ya usafiri. Ajabu ni kwamba baada ya saa 200 kutoka Afrika Kusini, ndege hiyo ilifanyiwa uchunguzi mara 2 tu. Shahidi mwingine kwa jina la Humphrey Bulimo, mhandisi na afisa wa polisi katika uwanja wa Wilson, alizidi kumwaga mtama. Do your seniors know
that you do this pre-flight without a license from KCA. Do they know that? I'll take you back maybe. Do they know that you don't have a license but you've been doing pre-flights? It's a simple question. Yes or no? Yes, they know. They know. Humphrey Bulimo aliendelea kusema kuwa mafundi waliokuwa wakishughulikia ndege hiyo hawakufanya kazi yao kama inavyotakikana, kando na kuwa mafundi hao hawatambuliki wala kuidhinishwa na Kenya Civil Aviation kufanya kazi hiyo. Yeye pia aliwashangaza wengi baada ya kusema kuwa hakuwa amehitimu kuikarabati ndege hiyo. Je, watu hawa ni kina nani? The whole truth and nothing but the truth. So help me God. Aristide Lomumu, raia wa Kongo kama wahandisi wengine, alianza kazi yake na kampuni ya Eurocopter ambayo ilikuwa imempa kibarua cha kuhudumia helikopta hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Amejipatia leseni yake kutoka Afrika Kusini, leseni ambayo haitambuliki hapa nchini. Jicho pevu imebaini wazi kuwa Aristide hakuwa na hati za humu nchini zinazompa ruhusa ya kufanya kazi ya uhandisi wa ndege wala leseni inampa majukumu hayo. Licha ya kutotambulika na shirika linalofungamana na wafanyikazi wa viwanja vya ndege na wanahewa, Kenya Civil Aviation, Aristide Lomumu aliendelea na kazi ya ndege hiyo iliyoigharimu serikali shilingi milioni 250. Je, ni nani ndani ya serikali alimpa fursa jamaa huyu kufanya kazi bila ya leseni wala kutotambulika na Kenya Civil Aviation? Je, kuna uwezekano ya kwamba Aristide Lomumu alitumika katika njia moja au nyingine wakati wa ukarabati wa ndege hiyo? Licha ya tetesi za kuhusika kwa jamaa mwingine anayedaiwa kuletwa na Aristide Lomumu kusaidiana naye katika ukarabati wa ndege hiyo siku ya mwisho, polisi wameshindwa kutoa kanda ya CCTV kubaini jamaa huyo ni nani. Chumba hichi kinaonyesha wazi kuwa kamera za CCTV zilikuwa na itakuwa kama kejeli iwapo polisi walishindwa kujua jamaa huyo ni nani na aliingia vipi katika uwanja wa Wilson pasi na kujulikana. Tetesi zingine zinazoibuka ni kuwepo kwa raia wawili wazungu waliokarabati ndege hiyo kwa upesi, huku polisi waliokuwa wakishika doria wakipewa majukumu mengine pasi na kujua kilichokuwa kikiendelea. Mingairi na hayo kupitia barua hii ya usafiri wa ndege almaarufu Flight Tracker. Tulichunguza usafiri mzima wa ndege hiyo kando na kuzungumza na wataalamu wa ndege. Jinsi ndege hiyo ilivyokuwa ikisafiri kwa mzunguko baada ya kupita mpaka wa uwanja wa Wilson, duru zinatuarifu kuwa 90% inaonyesha kuwa marubani Nancy Gitwanja na Luke Oyugi huenda walikuwa tayari wamekufa wakiwa angani, na hivyo basi kuiacha ndege hiyo kusafiri kwa mzunguko kabla ya kuanguka na kuwaua wote waliokuwa ndani. Siku chache baadaye, baada ya takriban miezi kama miwili hivi, kinyume na mwezi mmoja waliopewa kutoa ripoti, jopo lililokuwa likichunguza ajali ya ndege hiyo lilipasua mbarika na kusema kuwa ajali hiyo ilisababishwa na makosa ya marubani na hali mbaya ya anga, huku kampuni ya Eurocopter pia ikilaumiwa kutokana na kifaa walichokiweka ndani ya helikopta hiyo. The crew did not have the qualifications for flying the kind of weather that was obtaining on the day. The prototype VMD was installed on 4th December 2011 before the aircraft came to us, and after our authorities has already given pre-inspection. Mengi yalisemwa kuhusiana na kifo cha Saitoti na wenzake,
lakini mienendo ya uchunguzi wa ajali hiyo tangu mwanzo hadi mwisho haikuwa ya kuridhisha. Na kama alivyosema, what is on my mind is between God and myself. Mohamed Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo.